Maisha ya Rose Muhando, toka giza hadi mwanga. Watu wengi wanamjua kama sauti ya moto wa Injili. Wengine wanamuita mama wa maombi. Lakini si wengi wanaijua safari yake ya maumivu, machozi, mapambano na muujiza uliobadilisha historia yake. Hii ni hadithi ya mwanamke aliyepitia giza zito, lakini akawa mwanga kwa maelfu ya watu. Hii ni simulizi ya maisha ya Rose Muhando, utoto na mazingira yake. Rose alizaliwa tarehe 1 Januari mwaka 1976 katika mkoa wa Morogoro, Tanzania. Alikulia katika familia ya kawaida yenye changamoto kama familia nyingi za Kiafrika. Maisha hayakuwa mepesi, kipato kidogo, mazingira ya kawaida na ndoto ambazo zilionekana mbali. Utoto wake haukuwa wa kifahari, hakukuwa katika mazingira ya muziki wa kitaalamu. Hakuna aliyezani kwamba siku moja sauti yake ingesikika Afrika nzima. Lakini ndani yake kulikuwa na kitu tofauti, sauti. Maisha ya ujana na giza. Katika ujana wake, Rose aliingia kwenye maisha magumu. Akiwa bado kijana, alijikuta akiingia katika mazingira yasiyo ya kiroho. Vilabu vya usiku, burudani za dunia na maisha yaliyojaa vurugu za kihisia. Alikuwa akiimba, lakini si kwa ajili ya Injili. Maisha haya yalikuwa na pesa kidogo, lakini hayakuwa na amani. Ndani yake kulikuwa na pengo, kulikuwa na kitu kilichokosekana. Wakati mwingine mafanikio ya nje huficha maumivu ya ndani, ugonjwa na kipindi cha maumivu. Kipindi hiki ndicho kiligeuza historia yake. Rose aliugua kwa muda mrefu, maumivu makali, hali mbaya ya kiafya na kukata tamaa vilimzingira. Alipitia hospitalini, alipitia maombi, alipitia wakati wa kukata tamaa. Wakati mwingine Mungu huruhusu tufike mwisho wa nguvu zetu ili tuanze kumtafuta yeye. Katika kipindi hiki alidai alipata maombi ya uponyaji, na ndipo tukio la ajabu lilipotokea. Muujiza uliobadilisha maisha. Baada ya maombi, Rose aliamini aliponywa, ndipo akaamua, sitarudi tena kwenye maisha ya zamani. Alifanya uamuzi mgumu, kuacha kila kitu alichokizoea. Kuacha marafiki, kuacha mazingira, kuacha maisha ya zamani. Huu haukuwa uamuzi rahisi, lakini ulikuwa mwanzo wa safari mpya. Kwanza upya katika Injili. Baada ya kuokoka, alianza kuimba kwaya kanisani. Hakukuwa na studio kubwa, hakukuwa na pesa nyingi, hakukuwa na umaarufu, kulikuwa na imani tu. Sauti yake ilianza kuwagusa watu. Kila alipoinua sauti yake kulikuwa na mguso wa kipekee. Watu walianza kusema, huyu dada ana kitu tofauti. Albamu ya kwanza na umaarufu. Baadaye alirekodi albamu yake ya kwanza, Uwe Macho. Wimbo ulienea haraka sana, redioni, makanisani, mikutanoni. Sauti yake ikawa alama ya maombi. Nyimbo kama Nibebe, Yesu Nakupenda, Utamu wa Yesu, Mteule, Uwe Macho zilianza kusikika kila kona. Umaarufu Afrika Mashariki. Rose hakubaki Tanzania pekee. Alienda Kenya, Uganda, Rwanda, Kongo. Alifanya matamasha makubwa ya Injili. Watu walililia, watu walishuhudia kubadilika kwa maisha. Sauti yake haikuwa tu muziki, ilikuwa huduma. Changamoto na misukosuko. Lakini safari haikuwa laini. Kulikuwa na migogoro, kulikuwa na maneno ya watu, kulikuwa na changamoto za kiutawala na kimkataba. Umaarufu huja na majaribu yake. Wengine walimkosoa,
Wengine walimshambulia kwa maneno, lakini aliendelea kuimba. Athari yake kwa jamii. Rose Muhando amekuwa chanzo cha watu kuokoka, watu kurudi kanisani, watu kupata matumaini. Nyimbo zake mara nyingi huzungumzia maombi, toba, kuvumilia, nguvu ya Mungu. Kwa wengi, sauti yake ni sauti ya matumaini. Urithi na legacy. Leo hii Rose Muhando ni moja ya sauti kubwa za Injili Tanzania. Safari yake inatufundisha hakuna aliye mbali sana na mabadiliko. Maumivu yanaweza kuwa daraja la mafanikio. Muujiza unaweza kuanza pale unapokata tamaa. Kutoka vilabu vya usiku hadi madhabahuni, kutoka maumivu hadi huduma. Hiyo ndiyo historia ya Rose Muhando. Kama hadithi hii imekugusa, andika kwenye comment. Giza haliwezi kushinda mwanga. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa simulizi zaidi za historia za watu mashuhuri. Jina langu mimi naitwa Juice Danger. Unaweza kunifollow pia Instagram, natumia Juice Danger TZ. Like now, bye bye.